Watanzania wenzangu, kuwa na ndugu abroad, kuwa na ndugu majuu, sio connection ya wewe kwenda majuu. Yaani huu ni ukweli mchungu mimi nawapa. Najua mtachukia, lakini yani huo ndio ukweli. Yaani kuwa na ndugu abroad, kama una ndugu yako yupo nchi za kigeni, sio connection ya moja kwa moja wewe kwenda huko. Of course inawezekana ikakusaidia. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mimi ukiachana hizo comment, hizo video za jana za majirani zetu kutema nyongo, video zile 3 ambazo nilikuwa naelezea mimi nilikujaje huku Marekani, comment zikawa nasema mimi mami sijui ndugu yangu yupo nchi lakini anashindwa kunifanyia mchakato. Yani hai work like that. Yani sio kwamba eti ndugu yako akiwa kwenye ile nchi ndio anaweza akakupa hiyo connection. Hapana, labda akupe maarifa, akupe exposure na experience, kwamba fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Lakini pia sio kila aliyeko nje anajua michongo ya kuja nje. So kweli. Kwa mfano mimi naweza nikaa naelewa kwa sababu mimi yani nilikuwa napambana njia zote. Sio naelewa, naweza nikaa naelewa kidogo. Lakini sio kwamba eti kuna connection ya wewe kuja nje. Kwa mfano mimi mtu ananiambia mimi nitafutie kazi. Yaani mimi natoa wapi connection ya kutafutia kazi wewe huko Tanzania? Kwa sababu hata ungekuwa hapa Marekani tu, kuna mtu kananiambia mimi truck driver nitafutie kazi ya truck driver. Hata ungekuwa hapa Marekani, hiyo kazi, hiyo connection, hiyo kazi sina, ndio nitaweza kweli huko Tanzania? Yaani tusipende kulaumu. Of course mimi nawaelewa kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa tu juzi tu hapo Tanzania. Hizo experience nimepitia. Japo kama namshukuru Mungu safari yangu mimi ilikuwa yani sijai kukutana na Mtanzania akakunja. Hapana, yani nilipoanza tu kuwa serious, nilikutana na watu serious. Na wakala nisaidie kwa sababu walikuwa wanaamini niko serious. Lakini eti yani ukiendelea kulaumu hivi ndio utavyoona yani muda unazidi kwenda afu kuna unachokifanya. Ukiwa na ndugu majuu, of course wapo watu wana roho mbaya. Hataki tu kusaidia wewe ndugu yake. Lakini wengine ipo nje ya uwezo wao. Yani si rahisi kumpa mtu mwaliko. Kwa sababu kupewa mwaliko kuna vigezo. Ndio mwaliko utapewa lakini utanyimwa visa. Kwa sababu pale kwenye visa unaangalia huyu mtu anayemwalika mwenzake ana maisha gani. Yaani uwezi ukapewa visa ikiwa anakualika mwenye maisha yake anababaisha. Mji wote mteseke huku mlilie njaa. So kweli. Kwa hiyo kuna vigezo pia. Ndio maana nasema kwamba yani tusipende tukulaumu, lakini pia tuangalie na side zote. Of course naelewa side zote. Kuna wengine ndio ni lomba tu, lakini kuna wengine ipo nje ya uwezo wao.